your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster. Sababu nyingine kubwa mwanzo ilionifanya mimi muoga kupigana na mabondia wa ndani ni kwamba mara nyingi wanaosimamia mapambano wengi wana mabondia wao kwenye gym. So unakuja kwenye pambano akiwa ana matokeo ya bondia wake lazima ashinde. Kwa mechi hizi zinakuwa ni unfair. Umeelewa? WBO ndo peke yake walikuwa wana uwezo wa bondia akipigana akipigwa au amepigwa. Lakini pia imekuwa sasa hivi wananunuliwa na wao vile vile. Kwa hiyo kwa kawaida mimi huwa nafanya mazoezi saa 11 alfajiri kila siku. Lakini walipopigwa wale kenge siku ile niliamka saa 9. Kwa sababu nikaona taifa linahitaji kutetewa na mimi na sio mtu mwingine yoyote. Na ndio simu ya promoter ikaingia hapo hapo. Sijui umeelewa? Kwa hiyo najua ni mtu ninayehitajika sana katika tasnia ya boxing ya Tanzania, na hata kama nitakuwa na chuki na wewe kiasi gani bado hutaweza kuniepuka kama bado niko hai. Kinachoniumiza mimi ni nini? Ni kwa sababu na mimi ni mpiganaji. Kuna adabu, kuna kuacha vitu vingi sana kujiandaa na mechi, kuna gharama nyingi sana unaingia. Ikifikia pointi mtu ameshinda apewe tu. Sijui umeelewa? Kweli tunampenda rais, tunaheshimu uwepo wake na namna anavyoipambania nchi. Lakini isifiki wakati mtu kuwa kapigwa na kigezo kavaa fulana na picha ya rais ndio anyimwe haki mtu mwingine. Umeelewa? Kwa sababu yule naye ana wazazi wake na wao wamemlea vile vile. Kuna wazazi wake wanamtumainia ambaye ashinde pale aendeshe familia yake, watu wengine waishi. Sijui unaelewa? Kwa hiyo msifanye hii mnaua mchezo wa ngumi. Mimi nitasema mahali popote. Mkanda ambao naushikilia kwanza kabisa hauja qualify kuchezea kama rekodi yako umepoteza mapambano zaidi ya 5 kuendelea. Kwa hiyo hata ikitokea kama kuna mtu atakuwa na uwezo wa kuweka hela ya kiasi chochote mimi kucheza na mmoja wapo kati ya hao, bado hawakizi hivyo vigezo vya kupigana huo mkanda. So unless liwe ni pambano tu la kufurahisha watu, dabi ambayo niko tayari nayo kama hela ipo. Shida tunachoshindwana mimi na wao sio kwa siko tayari kupigana, ni kwamba maslahi nakadiriwa. Yaani mkuzaji anakwambia ili mimi nilipe nikulipe wewe milioni 30, ambapo mimi milioni 30 nilipi. Sijui kama unanielewa sawa sawa. Mfano mdogo, sikuwa nataka hivi lakini ngoja nikupe elimu. Hizi ni vitu ambavyo kila bondia duniani anapaswa kuwa navyo kwa kujilinda yeye binafsi mazoezini asidhurike. Hizi gii unazoziona hapa zina logo ya Champezi, jina langu. Sio kama nimenunua dukani. Nimetoa karibia paundi 2600 mpaka kufika Bongo. So 2400 ni kutengeneza na hiyo 200 ilikuwa ni kama usafirishaji. Sijui kama unanielewa. Kwa nini? Hii ndio standard yangu kwenye ngumi. Sasa ninapomwambia mtu milioni 30 hainitoshi, maana yake utapiga mahesabu paundi 2600 ni shilingi ngapi, ambayo nilikuwa na uwezo mimi wa kununua gari mtaani nionekane mvulana na crown 2 3, sijui unanielewa, lakini nimewekeza kwenye kazi. So nikisema hela haitoshi na maanisha kuwa haitoshi kulingana na level iliyokuwepo. Sijui kama unanielewa. Promoter yoyote duniani akupe pambano la hela nyingi, kabla ya kukutumia mkataba anaangalia mapambano yako 3 4 nyuma umechezaje na ulingoni umeingiaje. So sometimes unapanda ulingoni na gloves mpya ambayo thamani yake ni paundi 2500 au 3000, ina cost milioni 9 mpaka milioni 10 ya Tanzania, ambayo promoter hawezi kunipa mimi mkataba wa dola 7000 kwa sababu wanajua ni hela ambayo hainishindi. Lakini gharama nilizotumia hizi gloves katika mabondia waliowataja, mapafu ya mbwa na yule bibi harusi wa Morogoro, ni hela ambayo wakipewa mkataba na promoter anafanywa dua mwezi mzima ili huo mkataba usije ukafa, kwa sababu ndio pambano linaweza likaokoa maisha yake. Kwa hiyo kuna tofauti kati yangu mimi na hao. Pambano langu la kwanza kufanya Tanzania ilikuwa ni uwanja wa Taifa pale na Anet na Mpei. Bondia ambaye niliona ni mchanga lakini ana uwezo mkubwa wa kupigana ni Lorin Jaffet. Lorin Jaffet mimi nilimweka kwenye pambano kwa mapenzi yangu mimi, nikamwambia promoter bwana mweke jamaa apigane. So kusema hanijui ni kuwa amekosa adabu, lakini mimi namjua kwa sababu vyombo vya habari vya Tanzania ni vile vile tu ambavyo tukipata habari za misiba tunapata habari za furaha. Kwa hiyo iwezekane leo ikipostiwa msiba ujue msiba umepostiwa na chombo fulani, alafu mtu akikutukana usione. So nimeona na nayapokea wote, lakini katika ukubwa inavyokuwa ni kwamba tu amejitengenezea ukuta wa Guantanamo kati yangu na yake, kwamba hatutashirikiana chochote mpaka dunia inaisha. Kwa bahati nzuri mimi ni mpiganaji na ni mfuatiliaji wa ngumi pia. Kwa hiyo naona vitu vingi ambavyo wengine siwezi kuvisema hapa hadharani, lakini naona vitu vingi.
ni kwamba tu tunahitaji kuwa na maboksa wengi Tanzania zaidi, na jitihada zilizopo ni ndogo sana kuwepo na maboksa wa kweli. Unaelewa? Kitu kimoja ambacho watu hawajui, boxing ni hisia za kweli zinazopita katika maisha ya mtu. Hakuna bingwa wa dunia wa kununua hata siku moja. So kuna wakati unapigana ulingoni, uwezo aliokufundisha mwalimu unaisha, nguvu uliokuwa nayo inaisha, sapoti na kelele za watu waliokuwa nyuma yako hautazisikia tena, lakini kitakachokufanya ushinde ni yale yanayoendelea kwenye maisha yako na yanayopita kwenye moyo wako. So ukishakuwa na aina ya mabondia ambao lazima uwanunulie mechi ndio washinde, brother, huo ni uanisi wa ng'ombe kwenye sehemu zake za siri. Umeelewa? Kwa sababu unatengeneza watu ambao wewe ndio unataka wawe pale, lakini uwezo wao na viwango haviwatoshi kuwafanya kuwa hapo walipo sasa. So tunahitaji kuwa na wapiganaji wa kweli ambapo hakuna shortcut, inabidi watu wa haso wapigane kweli. Hicho ndo ninachoweza kusema. Kwa nikisema sioni boxer wa kaliba yangu kwa sasa, haimaanishi mimi ni bora kuliko watu wote. Watu wapo, lakini kutokana waliokuwepo kwenye nafasi ambao ndo wanalinganiwa kwa washindani wangu, wengi wanatengenezewa mazingira ya wao kushinda mechi. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo tunapigana sana. Tumeshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo umeamka sasa hivi, mapambano yanafanyika kila mwezi. Hata kama sipigani mimi ni hatua kubwa. Nikikaa barazani na nakula madafu nimenyoosha miguu na furahi kuona kwamba boxing leo imetangazika. Lakini tuone vita vya kweli. Kwa mfano, pambano Slimu alifanya hapa, Everybody Can Punch walifanya pambano lao. Ilikuwa mabondia wa kawaida, lakini walikuwa watu wa kupigana kweli. Sio kwamba bondia anapewa dola 3,000 alafu dola 4,000 anapewa msimamizi ili hakikisha bondia wangu anashinda. Mtu anapigwa mpaka anatoka mate, lakini anaambiwa simama, ukimaliza unashinda. Kwenye ngumi hatuwezi kwenda hivyo. Kwa sababu ukienda Uingereza, ukienda Marekani, ukienda Mexico, hutakuwa na hela ya kumlipa huyo bondia uweze kumnunua bondia wako ashinde. Maana yake atapigwa na future yake itakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo ndio nasaha yangu kwa maboksa wengi ambao wana ndoto za kufika mbali kwenye boxing, ni kwamba ni mchezo ambao hautaki mazoea, na waganga wapo, lakini msiwaamini sana, kwa sababu kilichotokea juzi kwa mapafu ya mbwa mmekiona. Mwisho wa siku mganga wake alikuwa analia tukashika kichwa. Nilikuwa naiona kwa karibu sana ile fight. Unaelewa? Mimi sio Mungu na sina mamlaka ya kufanya hivyo, kwa sababu hata ambao walikuwa kabla yangu walijiona wao ndio wa mwisho, lakini Mungu akanitoa mimi kwa staili ambayo haijulikani. Kwa hiyo naamini wapo mwakinyo wengi sana. Ndio maana hata lengo letu sisi kwenda Mwanza sio kutoka na mabingwa hapa twende nao kule. Ni kama tutachukua maboksa hapa kupitia peak time ni wachache tu, lakini asilimia kubwa tutoe wa kule. Pengine labda tutakuwa na mwakinyo mwingine atakayewakilisha Mwanza vizuri. Hiyo ndio maana ya hii fight. Na chengine niweke wazi ni kwamba mimi sio bondia ambaye lazima nipigane ndio niishi. Kwa hiyo pia wasingekuja peak time kuni approach tufanye hilo jambo kwa maslahi makubwa ya kutengeneza mwakinyo wengine, pengine leo nisingepigana na dunia bado ingekuwa shwari na hakuna ambacho kingesimama kwenye maisha yangu kama kawaida. Your referee, Howard Foster. And now, your referee, Howard Foster.